Thegio muno mwiroreri wa Kameme TV na nĩ ngatho nĩ ũndũ wa gũkorwo ri hamwe na ithuĩ. Ihinda rĩrĩ turenda tukorwo tukinyitanĩra na mũtongoria wa kĩama kĩa Wiper Kalonzo Musyoka nĩguo tukorwo tukiaranĩria nake na tukienda kũmenya nĩ atĩa bũrũri ũkoretwo gũikarĩte mĩaka ĩtatũ kuma rĩrĩa President William Ruto oire matamu ma wathani. Nĩ maũndũ marĩkũ makoretwo makĩhanĩka nginyagia ihinda-inĩ rĩrĩ. Nĩ egũkorwo agĩtũhe meciria make na nĩ ũkũnjĩtĩkĩria mwĩroreri wa Kameme TV na gĩtĩo kĩnene tukorwo tũgĩcenjia rũthiomi nĩguo tukorwo tukinyitana na mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka. Na shukuru sana mtazamaji na asante sana mheshimiwa kwa kujiunga pamoja nasi na kutupatia fursa hii ili tukaweze kuzungumzia mambo tofauti ambayo yanafanyika hapa nchini. Na tunapoanza kwa mtazamo wako, hali iko namna gani hapa nchini? Nakushukuru sana bwana Ngonjiri na watazamaji wa Kameme na Wakenya wenzangu. Nadhani makuzo. Kwanza ulitangulia kwa kusema kiongozi wa chama cha Wiper. Nataka nikujulishe kwamba tumefanya rebranding na tunaendelea kufanya rebranding. Chama sasa ni Wiper Patriotic Front. Sasa tunahimiza sana uzalendo huo, patriotism. Uzalendo ambao ulionyeshwa na vijana wetu, vijana wa Gen Z walipojimwaga kwa mitaa wakitetea nchi yao, wakitema nchi ni yetu, siku za uzoni ni zetu. Nyinyi ambao umejaribu kuharibu hata future yetu, hatukubaliani na nyinyi. Kumbukeni kabisa kwamba kwa maoni yangu tarehe 25 mwezi wa 6 mwaka jana ulikuwa tukio hilo lilikuwa la kihistoria sana 2024. Na kwa hiyo kutokana na ambayo tukaona lazima na sisi tujiandae ili tuwasaidie ama mafikra yetu pia yabadilike. Tuangazie sana mambo ya uzalendo. Kwa hivyo tukirudia basi swala lako hili la miaka 5 la uongozi wa William Samoei Arap Ruto. Kusema kweli hakuna ambaye hajui, ambaye ni mtu pengine anaishi kwa mwezi, umeona mwezi umetekwa nyara hivi karibuni. Unless ni mtu ametekwa nyara, right? Nchi hii chini ya uongozi wa chama cha muungano wa chama KK ukiongozwa na mheshimiwa William Ruto, imekuwa kwa Kiingereza disaster. Kusema kweli wameleta ubunifu wa siasa ambao haujajulikana. Wameonyesha kwamba wao nia yao ni kujifanya matajiri. Hawajali, ingawaji walikuwa wanatumia swala la hustler. Sasa hustler ulisikii tena hilo swala, kwa sababu wameona kwamba waliwaandaa wananchi, waliwadanganya. Nia yao ilikuwa tu na wapate uongozi, wapate mamlaka, wapate instruments of power, basi ndio wakalie wananchi kwa kimabavu. Kwa hivyo mimi sioni kusema kweli kitu cha kujivunia katika uongozi wa serikali ya Kenya Kwanza. Tulijaribu kuwasaidia kidogo wakati 2023 tulikuwa na maandamano. Wakati huo Mheshimiwa Raila Odinga, mimi, Martha Karua, Eugene Wamalwa tulifanya maandamano hata karibu tuuawe upande wa Mathare wakati ule. Na kwa sababu tukio hilo liliwashtua sana hawa ambao walikuwa kwa mamlaka, wakaamua yeye Ruto na Raila waunde kikao maalum. Wakenya watakumbuka National Dialogue Committee, ambapo mimi nilikuwa mwenyekiti mwenza na Kimani Ichung'wah. Tukafanya kazi, Wakenya wakajitoa, wakaja Bomas, wakatoa mafikira, professionals, kila Wakenya wote wakasema tunaona kwamba nchi yetu inaelekea pabaya. Na kwa hivyo tuna jukumu la kuhakikisha kwamba tunarekebisha. Mambo ambayo yalikuwa yenye muhimu zaidi yalikuwa ni mambo ya CDF, kwa mfano ile inaitwa Constitutional Commissions hizo za kifedha. Na pia tulikuwa tumeangazia kwamba lazima kuwe na hali ya kuheshimu muundo wetu wa kikatiba wa vyama vingi, multi-party democracy. Kwa sababu wakati huo Ruto alikuwa akisema Jubilee kwa mfano ni yake,
Yeye ndiye mwanzilishi na hataki kuachia mtu yeyote, kina Uhuru na kina Kioni ambaye alikuwa katibu mkuu, nadhani bado ni katibu mkuu, walisema kwamba Ruto aliamini hicho ni chama chake. Na huku pia ni mwenyekiti wa chama cha UDA. Kwa hivyo swala hilo lilikuwa na umuhimu zaidi. Pia tulikuwa tuangalie mambo ya hali ngumu ya maisha, high cost of living, lakini wakasema sisi ndio wenye mamlaka, nyinyi kina Kalonzo, kina wakati huo kina Azimio, you have nothing to do with it. Kwa hivyo ni mambo yetu. Hiyo nadhani hao ndio ambao tulikuwa tumeangazia zaidi. Kulikuwa na vipengele ama vitu kama 5 hivi. Tukapelekea report. Walikuwa pia waunde muundo mwingine, kuwe na prime minister kwa mfano, waziri mkuu, na kuwe na kiongozi wa upande wa upinzani officially. Lakini hiyo wakakanyagia. Ndio sasa nadhani wanafikiri wafanyaji, wanapapasa walipokutana na katika muundo sasa wa broad based ambayo tunasema ni mkate. Unakumbuka Ruto alikuwa akisema over his dead body hakutakuwa na nusu mkate tena. Sasa wacha hata nusu mkate, ni bread ile spread. Na mimi mwenyewe naita blood based kwa sababu watoto waliuawa, watoto waliumia, biashara ziliagamia kabisa, zikaangamizwa, na watu wengi wakapata madhara fulani. Kwa hivyo hawezi kusema hiyo ni broad based, ni broad based. Unahisi kwamba labda mwaka mmoja baadaye serikali hii ya muungano haijaleta utofauti katika kukuza nchi? Kwanza hii serikali inaitwa ya muungano, mimi kama mwanasheria, muungano based on what? Hakuna kitu ambacho kimeletwa mbele ya bunge. Kumbuka kwa wakati wa Kofi Annan kwa mfano, wakati wa Kibaki, when we had the Grand Coalition, hiyo ilifanywa marekebisho hata kwa floor National Assembly, mambo yalijadiliwa kabisa. Hiyo nasema broad base ni mafikira ya Ruto na Raila mwenzake. Hiyo ndio broad base. Sasa wanaleta experts. Ma expert hawa si watu wengine wajulikana. Walikuwa hapo hawali. Expert ni yule mtu ambaye amesomea kwamba mambo ya fedha kwa mfano, amesomea mambo hayo na anaweza kuleta ubunifu fulani, na hata hawe expert mwenyewe anajulikana, ma expert wajulikana. Lakini wanasiasa hawa wanasiasa kuambiwa ni ma expert. Kwa hao mawaziri ambao wanajulikana kama wataalamu sasa. Wataalamu wa wapi? Ngunjiri hapo umenipa beta. Wanapewa wataalamu. Sijui ni yupi ambaye unahisi kwamba labda amejaribu kuleta utaalamu na kwa njia gani? Hakuna mmoja hapo. Hakuna, kwa sababu kwanza hawakujua wao kama ni mawaziri, na sitaki hata kuwataja majina yao. Wao waligundua kisha baadaye wamekaliwa vilivyo na rais ambaye ana micromanage, anachukua simu, nataka hiyo kandarasi iende kwa Ngunjiri, nataka, na hiyo ni level ya hata wale ambao wako katika county governments. Na ndio naona siku hizi anataka hata kukalia kila kitu, procurement hata ya county governments iwe inafuata muundo fulani. Kwa hivyo hakuna hapa utaalamu wowote. Hao wanajiita wataalamu, mtaalamu mkubwa wao ni Ruto. Huo ndio kweli wa mambo. Serikali imepeana takwimu wakati huu ambapo tuko katika hali ya kukumbuka miaka 3 tangu alipoapishwa Rais William Ruto, na takwimu zinaonyesha kwamba uchumi umeimarika kulingana na serikali. Sijui kama huenda ukakubaliana na hizo takwimu. Nimeona hiyo taarifa ambayo imewasilishwa kutoka ofisi ya Rais kuonyesha mahesabu fulani. Hayo tutaangazia hata sisi. Tuna wale wataalam proper, tutaangazia ndio tumjibu point by point, right? Lakini kwa mfano akisema hali ya maisha imeimarika, ati affordable housing, kuna kazi zimebuniwa 1320. Kazi gani hizi? Anaposema sijui zingine 1400 zimepatikana nje, lazima udhibitishe mambo mengine kama hayo. Lakini more importantly, huwezi kusema nafasi za kazi zimebuniwa 320,000, na huko alikuwa ameahidi kwa manifesto yao kwamba kila mwaka watabuni nafasi za kazi
is kiasi cha 500,000 kila mwaka. Sasa the whole 3 years ikiwa ni 320,000 ya kazi ambazo wananchi wa Kenya wenyewe wanajua kama ni mambo ya ujenzi, sio this affordable housing. Hiyo mambo ya affordable housing yenyewe ni kashfa. Yaani unabuni kazi kikashfa, ni kazi gani hizo? Alright? So this is a basic thing, governance. Kwa hivyo hatukubaliani kabisa na mambo hayo, kusema kwamba ukiangalia sasa hata mafuta imefika wapi, na huku pengine bei za mafuta duniani kote zimeteremka, na huku bado unapata ukienda kwa filling station mwananchi haoni tofauti yoyote. Una hisia zipi kuhusiana na mfumo aliochukua rais, kwamba mengi ya yale mambo ambayo yalikuwa yametengenezewa msingi na rais aliyekuwepo yalikuja yakabadilishwa? Tunazungumzia kuhusu mfumo wa matibabu wa SHA, mfumo wa kimasomo ya vyuo vikuu na mambo mengine kama hayo. Una mawazo yapi kuhusiana na hayo mambo? Affordable housing, high taxes. Naona hiyo Uhuru hakuacha hiyo, walikuja kukusudia sasa ndio haribu kile kitu Uhuru alifanya. High taxation, wapate pesa nyingi zaidi. And by the way, nataka ujue wananchi wa Kenya wakiona kwamba watatoa kodi yao alafu ilete kuboresha hali ya maisha vijijini na kwingineko, hawana shida. Lakini unaleta kodi kubwa zaidi katika kona yoyote ambayo unaweza kufikiria, alafu hizo pesa zinaibiwa. Hii ndio shida. Kwa hivyo overtaxation, sidhani kama kuna nchi duniani sasa hivi ambayo ina high taxes kushinda Kenya. Mambo ambayo anakalia wananchi kusema amepatia Mukuru kwa jenga nyumba 1,000, alizoanzisha hiyo nyumba hizo za Mukuru kwa jenga ni Uhuru mwenyewe. Angemwambia Mheshimiwa Rais mstaafu, njoo nisaidie kufungua hii angalau. Hizi zingine maajabu. Naam. Kwa kiwango cha 1 hadi 10 huenda labda unaweza mpatia rais alama ngapi hivi? Sidhani kama kuna jambo la busara hata kuwapatia grade, lakini kama unahitaji lazima nikupatie grade. Nadhani between 3 and 4%. Naam. 3-4 out of 10. Ingekuwa ni wewe Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, kwamba umekalia hicho kiti wakati kama huu, au tuseme kwamba itakapofika mwaka wa 2027 majaliwa upate hiyo nafasi, ungefanya mambo kwa utofauti change. Gani? Lazima turekebishe mambo mengi sana. Kwanza ni kufukuza wezi, na ikiwezekana wafikishwe mbele ya mahakama. Na wao wenyewe wameharibu hata hali ya uamuzi kwa mahakama zetu. Yaani kama Ruto mwenyewe anasema nyinyi wabunge, nyinyi ni wezi. Na unajua nilikuwa nikidhani wataleta a motion of impeachment. Kama ifaulu ama isifaulu, wenyewe ameweta nyinyi wezi. Na yeye mwenyewe ndiye anawapatia pesa waende wakamtimue Rigathi Gachagua kama deputy president wake, wakilipwa 10 million kwa Senate. Sijui ililipwa ngapi kwa National Assembly. Wizi wa ajabu, corruption ya ajabu. Jambo la kwanza ni kuregesha nchi mahali Kibaki na sisi tuliwaachia. Constitutionalism. Katiba 2010 ni urithi kamili ambao tuliwachiwa na mheshimiwa kiongozi aliyelala Mzee Kibaki, na Mungu amlaze vyema. So hiyo kwanza, hiyo kumbuka, hao ambao wako kwa mamlaka walikuwa napinga hiyo katiba. Kwa hivyo wanatumia kila jukumu, kila wakipata nafasi mahali wanaweza kupenya, hawaamini hii katiba. Lakini ole wao, hatuwezi kuregesha nyuma mambo haya. Kwa hivyo uongozi ambao unakuja, na kama waliosema mimi, Mungu wananchi wakitupatia imani yao, wataona Kibaki ni kama yuafufuka. Kuna uchaguzi mdogo ambao unatarajiwa katika sehemu mbalimbali nchini. Sijui mipango iko vipi kutoka kwa upinzani ukiwa kwa pamoja? That is work under progress. Tunajiandaa na tutauliza wananchi wenzetu wajue kwamba tumepata fursa kabla ya uchaguzi mkuu kuwafunza hawa makateli hawa. Alright?
na naona kwamba itakuwa tu mwito ni moja, one term versus two term yao. Hiyo haujui kutamka hiyo two term, wanafuatilia vile wamesikia one term wanafuatilia hata sisi two term. That is the issue. We are framing that contest kwamba wananchi wamechoka, ni lazima kwa njia moja tulipishe kizazi cha damu ambacho watoto wetu walimwaga, na hakuna ambaye amewahi kusaidika. It is a governance by election in my view. It's a by election ya kuambia watoto wetu Gen Z, you did not die and perish in vain. Mimi natoa wito kwa IEBC wajiandae vilivyo, wasije wakiingiliwa, wajue hata their term may not even last kama wale ambao walikuwa hapo mbele yao. Ni lazima wafanye professional work. Lakini kwa sasa hivi ajabu Ngunjiri, kabla hii tume ambayo ameweka ndani Ruto mwenyewe, and if I was them by now wangeeta upande wa upinzani tuketi na wao if they mean business, lakini hakuna hatua hata moja wamejaribu. Iwapo kuna shaka tayari zinazohusiana na tume ya IEBC, itakuwaje utaamini kwamba mheshimiwa ushindi utapatikana? Nadhani kwamba hii shaka ambayo tuko nayo sasa hivi inaweza kutatuliwa haraka sana. Nawaambia lazima tuketi na hawa, tutuma viongozi wetu ambao ni wahusika waketi na hawa, na saa nyingine tuwasaidie. Kwa mfano, walipoingia wakachukua mamlaka, waligundua kwamba ile commission secretariat ikiongozwa na mjamaa wetu Marjan somebody, right? Tayari wamepeana matenda, wanajaribu kuprocure election materials zingine kutoka kule upande kule Ugiriki kule. So we are saying wao wenyewe sasa wajue jukumu ni lao, to angalau win a little confidence ya Wakenya. Na njia moja ya kuwin hiyo confidence ni kuhakikisha kwamba tutaajibika katika uchaguzi mdogo huu ambao natarajiwa tarehe 27. Iwapo mna habari kwamba tenda kama zile ziliwahi peanwa, mbona labda hamjachukua hatua, kwa mfano kwenda kotini? Haya, tunajaribu, tunaangalia. Hiyo ni kionjo ambayo nikupatia. Wenyewe watashtuka kwamba tunajua mambo haya. Tunayajua. Naam. Asante. Niruhusu tuangazie swala lingine ambalo linahusiana na maandalizi ya upinzani katika uchaguzi mkuu ujao. Na kumekuwa na tetezi kwamba huenda upinzani hauna umoja ule. Je, unaweza kutuhakikishia kwamba kuna umoja ambao utadumu hadi 2027? Kundi la one term, my friend, ni resolute. Tuko imara. Ni binadamu zio, tunakubali kutakuwa hawa watajaribu kufanya kuingilia mambo yetu hapa. Tunajua wanazungumza kila mahali. By the way, hii sasa imekuwa nchi ambao vyombo vya kusikiliza vile wananchi wanafanya, the freedom of expression haipo tena. Simu zinasikilizwa. Nakumbuka Ruto akisema atahakikisha watu waongee juu ya WhatsApp kwa mfano. Unaweza kuongea na simu mwenzako bila hofu kwamba unasikilizwa. Tunajua kwa mfano simu zetu zimeingiliwa, wanataka kujua tunafanya nini, we are aware. So muungano wa upinzani uko imara, lakini hatutaki kukaa kitako na kusema uko imara. Tutahakikisha tunafanya kila juhudi, tunashauriana kila wakati. Mwelekeo ambao tutautoa hivi karibuni kwamba lazima tuunde chombo kimoja. Sasa hakuna ambaye hajui hakuna azimio la umoja tena. Hiyo imefifia. We are coming up with a new coalition. Hiyo coalition tutatangaza hivi karibuni. Na hiyo kama kungekuwa uwezekano, that coalition political party pengine ingepeleka present our candidates tarehe 27 mwezi Novemba. Lakini kama hatutaweza kuwa tumeweka kila mkakati ukawa katika mahali pake, basi itatubidi tufanye vile. Kwa mfano tumefanya Mbeere North. Kuna mtu alikuwa anataka kugombea hicho kiti kwa tikiti ya Wiper. Mwingine alikuwa pengine wa chama cha DP, DCP na vile vya wengine. Tunaangalia kuna njia siku hizi kujua ni nani mwenye umaarufu
at any given time. Umaarufu katokea bwana huyo mgombea kwa tiketi ya DP, hakuna umaarufu. Zote sasa wapinzani tutakuwa kule. Na aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua ambaye ni mmoja wa wale wako katika upinzani ametangaza hadharani kwamba yeye ndiye mzuri zaidi kuwa rais ama ana umaarufu zaidi. Sisi kama hilo linawapea shaka. No, hilo alitukeri kabisa. Sisi lazima kila mtu ajaribu. Kila mtu ajaribu, my friend. That is what democracy is. Naam. Nikijigamba hata mimi nitajigamba. Wacha Rigijia ajigambe na mwingine ajigambe vile vile. Lakini bora tu tusiwachane. Naam. Naam. Kuna wakati ambapo hivi majuzi mmetangaza kwamba kuna mipango ya kumshtaki Rais William Ruto katika mahakama ya jinai huko ICC. Mipango hiyo imefikia wapi? Kuna kikundi ambacho kinaendelea na kazi hiyo ya kuangalia mambo haya, na hivi karibuni tutatoa msimamo. Hivi majuzi wakili mmoja ameuawa katika jiji la Nairobi. Je, unaona ni vipi kuhusiana na haya mauaji ambayo yanahusishwa na labda siasa ama mambo mengine? Kwanza natoa pole na rambirambi zangu na marafiki zetu wote kufuatilia uuaji wa kikatili wa mwenzetu mwanasheria Mbolu, ngaje naona mnamuita Bobu, mwanasheria mwenye umaarufu. Kwa hivyo kwetu sisi kama wanasheria limekuwa pigo kubwa sana, sio kwa sababu tumempoteza yeye, lakini kwa sababu tunaona hali ya uzorotefu wa usalama katika nchi. Na kwa hivyo solidarity yetu kama wanasheria ni wazi, huku tukisema pole kwa familia, na tuangalie kusema kweli kama DCI hawana uwezo, watasema we shall leave no stone unturned. Kenyans want answers. It is a generalized, ile nilikuwa nikisema kwamba kwa jumla usalama umezorota, uchumi umezorota, na kila kitu hakifanyi kazi. Chochote ambacho amejaribu kugusia hawa Kenya kwanza kinakuwa hakina maana. Kwa hivyo wananchi wamepoteza any remaining trust kwamba wanaweza kungundua ni kina nani hawa wameua huyu jamaa. Na kwa kumbuka, hata even as we speak kuna mauaji ilifanyika na bado hakuna mtu ambaye amewahi kupelekwa. Jacob Juma, good example. Nani alimuua Jacob Juma? Alishikwa lini? Sasa huyo wakili ameenda vile vile. Okay? So, lakini kando na hayo, nimeona kwamba President wa Law Society, mtoto yangu namuita hivyo, Faith, nilimsifu sana Faith. Ameona ametoa taarifa kusema lazima angojee uamuzi sasa wa mahakama, kwa sababu mambo yao hiyo timu ya Profesa Makau imesimamishwa kwa mahakama, na vile vile Bwana Irungu wa Amnesty International anasema lazima wao kwanza wajiondoe kabla ya uamuzi kutolewa. Ni jambo la kibusara kufanya hivyo. Nadhani wanasikiliza inji, angekuwa wanasikiliza ground. Nadhani kama angekuwa Rigijia wanasikiliza ground, all right, wanasikiliza ground. More importantly, huwezi kuanzisha mambo kama hayo ya hicho kikundi, hiyo tume ya Profesa Makau. Nisema kwamba ikumbuko wananchi wengi wa Kenya waliuawa 2023, 2024. Mali nyingi iliporwa kwa sababu ya serikali kutokuwa adilifu kwa mambo ya kisheria. Na it's not just about wale waliuawa, wale waliumizwa vile vile, na wale mali iliharibiwa, na mali inaharibiwa na wao alafu waseme ni upinzani. Lakini Wakenya ni werefu zaidi. Ruto angetoa blanket statement kusema tunatoa pole. In other words, an acknowledgement kwamba serikali ilihusika kwa mauaji na uharibifu wa uchumi,
kisha baadaye watu wazungumze compensation. There cannot be compensation without justice. All right? So mimi wenyewe wakitoa apology, iandikwe published apology kwamba we regret the killings, huenda pengine Wakenya wakawasamehe. Naam. Shukran sana Mheshimiwa Kalonzo Musyoka kwa kutupatia wakati ili tukaweze kupata kuwa na mazungumzo haya ambayo yanahusu taifa na mambo ambayo yanatendeka katika taifa hili la Kenya. Komea hapo kwa hivi leo. Na tunashukuru sana. Nĩ ngatho mũno mwĩroreri wa Kameme TV nĩ ũndũ wa gũkorwo ũrĩ hamwe na ithuĩ mĩario tuma nayo na ũrĩa warĩ mũnini wa president gatagatĩ ka mwaka wa 2007 na 2013, Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka. Rĩtwa rĩakwa nĩ Kĩmani wa Ngũnjiri. Nĩ ngatho.